baadhi ya wachambuzi wanazungumza vibaya sana kuhusiana na klabu hiyo, wanachuki mno na wengine wanakula nao. Baadhi ya wachambuzi wakiwazungumza wachezaji wa Yanga kama wachezaji wa kawaida tu, maneno mabaya, maneno ya hovyo yamezungumzwa, lakini nikasema busara ituongoze, kwa sababu watu hawa wanataka tuwajibu kwa vitendo. Maneno yote yaliyoongelewa yale, sijui Max hivi, sijui Dube hivi, sijui muda vile, yote wachezaji wameyasikia. Ni kama Yanga imetoka Malawi imeaga mashindano ya Champions League. Ni kama Yanga imeshaanguka duniani. Yaani Yanga imekuwa timu ya ajabu. Sisi imetupa picha kwamba chuki ambayo watu waliifuga kwa miaka 4 wakati sisi tunadominate mpira hapa, na inshallah tutaendelea kudominate hapa, chuki ile ni kubwa kulikweli. Imetokea chance Yanga imepoteza mchezo, sasa kila mtu ndo kaamka, kila mtu kasema lake. Yaani kwenye mechi moja ambayo tumefungwa na Silva, Engineer kasemwa, Arafati kasemwa, wajumbe wamesemwa, Diara kasemwa, Pacome kasemwa, mechi hiyo moja. Sasa sisi tukasema hawa tusiwajibu kwa maneno. Tunajua haya yanaongelewa yana maana, haya hayana maana. Haya ni chuki, haya ni roho mbaya, haya yana mawazo. Tunajua kufanya upembuzi wetu. Mengi hapa yameongelewa roho mbaya tu. Roho mbaya tu. Yaani kama Yanga ishatolewa hivi, wanaotuombea mabaya sio hawa Malawi. Nataka niwaambie sasa. Wanaotuombea mabaya wengine tunakula nao mchana humu. Humu tupo nao. Tusicheke na mtu, muda huu sio rafiki. Sisi tumekaa Jumapili pale, yani mtu kwa tu si maneno. Hapo tumefungwa mechi ya kwanza, tukitolewa Mwenyezi Mungu aepushe. Yani tumefungwa tu mechi ya kwanza, imeonekana yani kitu cha ajabu kwa kutokea. Yani Orlando kapigwa chuma 3, Kongo pale 3, kaka 3. Sasa najipanga apindue meza huko. Haya Mungu kanini tungefungwa sisi zile 3. Manake moja imekuwa zahma, dunia imetuangukia moja. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, na huo ndio ukweli. Tunakwenda kwenye mechi ya mtego, tuwe makini sana. Tuwe makini sana kwa sababu wako watu pia ambao tuko nao na hawapendi sisi tuendelee kwenda mbele. Hawapendi. Hii ni mechi ya mtego kulikweli, na wakuutegua mtego ni sisi wana Yanga wenyewe. Haya, huyo ni Ali Shabani Kamwe anaweka wazi hii ni mechi ya mtego kweli kweli, na wakuutegua huu mtego ni wanayanga wenyewe. Ila anachukizwa sana na maneno ambayo yanasemwa na baadhi ya wachambuzi, wanaisema vibaya Yanga Afrika. Wilson John Oruma, wewe ni moja ya watu hao ama wewe si moja ya watu wanaoisema vibaya? Hapo kwanza neno la kwanza ni nani? Maana usema utakuja kuwatambulisha. Neno la kwanza au hamna jambo? Nadhani tuwatambulishe tu kwa namna hii. Neno la kwanza namba 1 ambao tuko na wataalamu. Neno la kwanza namba 1. Kutana na Ibrahim Maestro na Wilson Oruma. Sports Headquarter, nyumba ya michezo. Ayaanza sasa na Wilson. Nilikuwa namuuliza Wilson Oruma. Yeye ni moja kati ya wachambuzi ambao wanaisema vibaya Yanga Afrika, ama wewe si mmoja wapo? Wewe ni wa kuiimba na kuipamba Yanga Afrika? Malalamiko ya Ali Shabani Kamwe, wachambuzi baadhi wanaitupia maneno mabaya mno Yanga. Wewe je? Yuko kundi gani? Ukijitathmini tu wewe, yani ukijitathmini. Kuisema Yanga vibaya ni kusemaje? Yani mnaisema kana kwamba kule Malawi wameshatolewa Yanga Afrika. Yani Max, unamuimba Max kana kwamba ni Max fulani hivi, sio yule. Pacome, yani unavomzungumza Pacome, yani kama vile ndo ameisha, kama ametoka na Njilinji. No, kama yuko mtu anasema Yanga imetolewa, Dennis, hiyo ni shida nyingine. Naweza nikakubali hicho ambacho anakizungumza. Kama yuko mtu anasema Yanga imetolewa. Yes, kwa sababu mechi si dakika 180. Sasa Yanga inatolewaje mechi ya kwanza wamefungwa goli moja? Kwa anayesema hivyo ni kweli anaisema vibaya Yanga Afrika. Ya, kama ni hivyo hawezi kuwa na hoja. Huyo anayesema hivyo. Na mechi moja hiyo ambao amepoteza Yanga Afrika, mtu anapoibuka na kuanza kuzungumza wachezaji, yani kana kwamba ndo ubora hamna, yani huyo naye pia unaweza ukasemaje? Au na wewe pia kuna wachezaji ambao, maana wachambuzi ndio nyinyi jamani. Kila mmoja hapa atasema kwa nafasi yake. Labda na wewe ulimsema Pacome baada ya mechi iliyopita, labda ulimsema Jigi Diara. No, na yani kina Max na wengine. Hata mimi sisikilizi kila mchambuzi. Okay. Umeelewa? Sisikilizi kila
kila mchambuzi. Lakini maestro, mimi nasikiliza wale elite. Ndio nawasikiliza. Elite. Na wewe elite nikikusikiliza nikiona kama umepepesa pia nitazungumza na wewe. Nafikiri hakuna mchambuzi yote ambaye elite anaweza kusema eti Yanga imetolewa baada ya kufunga goli moja. Sifikiri hivyo. Lakini maestro, ndio nitaka nihoji kwako kuisema vibaya labda ambavyo Alikamwe analalamika, pengine inaweza ikawasaidia Yanga wao wenyewe wakajibusti zaidi kwenye hii mechi ya marejeano. Kwanza hujaniuliza kama ni sawa au si sawa. Mimi sikutaka kujua kama ni sawa au sawa. Mimi nitaka tu kujua tulisema kwamba hawa ndio wachambuzi wetu. Sasa baadhi ya wachambuzi unashangaa kumbe maestro yuko pale kwenye hao baadhi. Kwa hiyo na pia anaweza akasema kwa upande wake. Mwenyekiti. Eti yeye ni mwenyekiti. Haya, jibu swali la Tunu. Twende mtaalamu. Tuanzie hapo. Kusema vibaya kuna aina kadhaa, 2-3. Sio? Pengine umesema kitu ambacho ni cha urongo. Sio? Asilimia kubwa ya kile ambacho ninakiona katika industry hivi sasa, watu wanazungumza wakimaliza maneno yao. Sio kwa unanielewa vizuri. Yani wanafanya conclusion kabisa. Kwa sababu kuna mmoja nimemsikia akizungumzia kabla ya mechi hizi akasema Yanga atafuzu kwenye hatua ya makundi, alafu Simba atatoka. Hebu nani hivi. Yanga atafaulu kwenye makundi, Simba atatoka. Atoboi. Sio, umeelewa Kwa hivyo hata huyo mimi nimemuona pia. Unaona. Kwa hiyo sasa kwenye mazingira namna hii, haya ndio yanasababisha Ali, na sio Ali tu, na msemaji mwingine hata angekuwa Ahmed nani, lakini sasa huyo hajaisema vibaya Yanga. Huyo kusema Yanga atapita si kawasifia. Sasa vipi kwa upande wa Simba, kwamba Simba watatolewa? Sio, umeelewa vizuri? Kwa hiyo ina maana kwa upande wa pili amesemaje? Kwa hiyo labda pia wangemuuliza Ali, aliyezungumza hii kauli yeye amemfurahia au amemchukia? Alizungumza kwamba Simba atatoka. Lakini kingine ambacho naweza nikamuelewa Ali kitu kimoja, kwamba yalioko kwenye muktadha sahihi yanawezekana kaya yanazungumzwa ambayo yako very negative, kwamba hivi yani yule mtu anaweza kaa labda hajui kuna sababu kilichopo ni hiki nini. Kwenye muktadha huo pia namuelewa kwamba nini hamuelewi ambacho kilichopo, sio? Na huyu mtu ambaye anazungumza hafanyi research kwanza, kwa hiyo anazungumza anachojisikia yeye ili hawa watu wengine watoke. Na ndio hivyo nasema sababu kubwa siku hizi watu wengi wanazungumza kwa sababu ya kutengeneza awareness, kutengeneza nini, kutafuta followers na nini. Lakini bahati mbaya ukiwa kwenye mazingira wanaokufuata wote wanakuwa wana tabia kama za kwako. Sio kama umenielewa vizuri. Nimekuelewa hapo. Kwa hiyo ukiangalia kwenye muktadha ule mzima wanani hizo hendo zetu ambazo tuko nazo, sio ambazo tumetumia kama labda mafarasi wa vita sio nini, angalia comment ambazo zinakuwa ziko pale, utajua yani wewe na wao ndio comment zenu zitakuwa zinaenda sambamba. Watakao kufuata ni wale wa upande mmoja ambao unakuona wewe uko na negative na upande wa pili, kwa sababu ya politics za football ya nchi ambazo ziko based kwenye sehemu mbili. Bahati mbaya nyingine hao ambao unawazungumza ambao tunawauliza na wao wana timu zao kati ya hizi mbili, so wako wengine mahaba yanazidia wanakuwa bias. Mahaba yanakuzidia unakuwa bias, lakini kuna wengine wanatumika. Naam, yes, kuna wengine wanatumika kwa sababu mwisho wa siku propaganda. Unajua maana propaganda? Yani kuna wachambuzi wanatumika. Kuna propaganda lazima zipo kwenye nchi. Yes. Wanatumikaje maestro? Propaganda, yani propaganda ambazo unaziona ziko katika mitandao, ukiona vitu kuset agenda, ukiona hivi vitu ambavyo negative ambavyo mtu kama Ali leo analalamikia, ni hizo. Hiyo ni propaganda ambazo zimekuwa set up. Sio kama unanielewa vizuri yani. Na sio za pande mmoja. Labda ni kwa sababu labda upande wa pili mtu kama Ahmed hajaongea, labda mwingine pia Hussein Masanza hajaongea, sijui wasema Muibwe na Muibwe hajaongea na kila kitu. Unaona bana, ina maana Ali kama kazungumzia kazungumzia pia na club zote hizo.
ina maana kwa sababu haihusu kusemwa vibaya kuweze kuhusu timu hiyo labda Yanga peke yake na timu nyingine zitasemwa vibaya, lakini hizi za agendas unajua ni propaganda na ukiamua kuzipuuza unazipuuza. Sawa.